Somo letu mchana wa leo nimelipatia kichwa kisemacho unapoona njia ya kutoka, toka. Unapoona njia ya kutoka fanya nini? Unapoona njia ya kutoka fanya nini? Toka. Unajua pale katika nyumba zetu tumetengeneza njia za kuingilia na za kufanya nini? Za kutoka. Ukija pale nyumbani kwangu utakuta kwamba kuna njia ngapi? Mbili. Na kuna moja ambayo tunaitumia kuingilia, na kuna moja ambayo tunaitumia kufanya nini? Kutokea. Sasa somo letu mchana wa leo linasema unapoona njia ya kutoka, toka. Tumesomewa katika neno la Mungu fungu letu kuu katika kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 10 kuanzia fungu lile la 13. Lakini nitatamani tusome tena fungu hilo kuanzia fungu la 11. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 10 kuanzia fungu la 11. Wakorinto wa kwanza sura ya 10 kuanzia fungu la 11. Kama umefika sema amina. Neno la Mungu linasema, basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya nini? Ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiwa na miisho ya nini? Ya zamani. Hapa Mtume Paulo anamaanisha kwamba mambo yote yaliyoandikwa katika Biblia yaliandikwa kwa jinsi ya mifano, ili mimi na wewe leo tuweze kuelewa makusudi ya Mungu kwa ajili ya watu wa kipindi cha wakati huo na kwa ajili ya kipindi cha wakati wetu. Kwa hiyo neno la Mungu tunapolisoma limeandikwa kwa jinsi ya mifano, ili na wewe upate kujifunza kile haswa ambacho Mungu anatamani ujifunze kupitia fungu hilo. Kama umenielewa punga mkono. Neno la Mungu linasema kwamba hayo yote, mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya nini? Ya mifano. Kwa hiyo unaposoma habari za Musa, unaposoma habari za Daudi, unaposoma habari za Danieli na wale marafiki zake watatu, unaposoma habari za mitume, yote yaliandikwa kwa jinsi ya nini? Ya mifano, na yaliandikwa ili kukuonya wewe na mimi siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu limeandikwa kwa ajili ya kutuonya pale tunapoenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kazi ya neno la Mungu ni kutuonya ili tusiende katika njia hiyo. Neno la Mungu limeandikwa ili kutuonyesha mahali ambapo tunapaswa kukanyaga ili kwamba tusijikwae. Nasema kwamba yote yaliyoandikwa yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Fungu la 12. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke. Yaani wewe kama unahisi umesimama katika imani, kuwa makini. Anasema jiangalie usije ukafanya nini? Usianguke. Maana wengi wetu tunadhani kwamba tumesimama na kumbe tumefanya nini? Tumeanguka. Anasema yeyote anayejidhani kwamba amesimama katika neno la Mungu, basi sharti ajiangalie ili asianguke katika mitego ya yule mwovu. Na fungu la 13, fungu ambalo tunalifahamu na tumelisoma sana, na ndilo fungu letu kuu siku ya leo, linasema kwamba jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya nini? Ya wanadamu. Kuna wengine tuko pamoja. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya nini? Ya wanadamu, ila Mungu ni nini? Mwaminifu. Mchana wa leo nipende kuambia kwamba yote yanayokupata na kutokea katika maisha ni jinsi ya wanadamu.
ni mambo ya kawaida ambayo mwanadamu yoyote lazima yamkute. Ukiona kwamba katika familia yako kuna mgonjwa, tambua kwamba kuna familia nyingi zenye wagonjwa. Ni jinsi ya wanadamu. Hello? Unapoona kwa mwingine leo kuna msiba, kwako kuna msiba leo, tambua kwa mwenzio jana kulikuwa na nini? Na msiba. Baada ya mwanadamu kuanguka dhambini, mambo yote yanayotokea yanatokea kwa sababu ya dhambi ambayo mwanadamu aliitenda. Kwa hiyo ni mambo ya kawaida ambayo yataendelea kutokea mpaka siku Yesu atakaporudi na kukomesha dhambi pamoja na asili ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba jaribu linapokupata, tambua kwamba ni la jinsi ya wanadamu, lililo la kawaida. Mungu hawezi akaruhusu jaribu ambalo liko juu ya uwezo wako. Hello? Mungu hawezi akaruhusu jaribu akitambua kwamba hili jaribu linazidi kipimo cha uwezo wako. Mungu anaruhusu jaribu akitambua kwamba lile jaribu una uwezo wa kulimudu endapo utamtegemea yeye. Mungu anaruhusu jaribu akitambua kwamba endapo huyu mwanangu atajisogeza karibu na mimi, nitampatia nguvu ya kukabiliana na jaribu hili na mwisho atakuwa mshindi. Neno la Mungu linasema kwamba jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lilo nini? La kawaida. Kwa hiyo unapopitia vipindi mbalimbali katika maisha yako, unapaswa umshukuru Mungu, ujinyenyekeze, kwa sababu Mungu tayari ameshaweka mpango kwa ajili ya wewe kukabiliana na jaribu hilo. Na hiyo kuna wengine ambao tukikabiliana na jaribu au changamoto yoyote, jambo la kwanza tunalolifanya ni kumlaumu Mungu. Tunasema, wewe Mungu haupo na mimi, Mungu umeniacha, Mungu haunipendi, Mungu nimekukosea nini? Tambua kwamba Mungu anaporuhusu jaribu tayari ameshatambua kwamba endapo utamtegemea atakufanya kuwa mshindi dhidi ya jaribu hilo. Tume anaendelea kwa kusema, Tume Paulo anasema, ila Mungu ni nini? Mwaminifu. Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita nini? Mwezavyo. Mungu hata ruhusu ujaribiwe kupita kipimo ambacho unaweza ukakabiliana na hilo jaribu ama hiyo changamoto. Unapopitia vipindi vigumu, unapokuwa mgonjwa, unapopitia msukosuko katika mambo ya kiuchumi, Mungu anatambua kwamba una uwezo wa kukabiliana na hilo jaribu. Hauna haja ya kumlaumu yeye, hauna haja ya kukata tamaa ya maisha, ya kusema kwamba maisha haya hayafai tena, kusema kwamba mimi maisha yangu hayana maana yoyote. Pendwa, mchana wa leo tambua kwamba Mungu tayari ameshaweka namna ya wewe kuweza kukabiliana na jaribu hilo. Anaendelea kwa kusema, lakini pamoja na lile nini? Hello? Yes. Lakini pamoja na lile nini? Jaribu. Pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kufanya nini? Wa kutokea ili muweze kustahimili. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema kwamba sawa, nimeruhusu jaribu hili likukute, lakini tayari Mungu ameshafanya mlango wa kufanya nini? Wa kutokea. Mungu wetu ni mwaminifu. Hawezi akaruhusu jaribu likukute katika maisha na huku hajatengeneza mpango wa wewe kuweza kupita katika ile jaribu. Tayari Mungu ameshatengeneza mlango. Somo letu mchana wa leo linasema, unapoona njia ya kutokea, toka. Hello? Yes. Mungu ameshatengeneza njia ya kutokea. Mungu ameshaweka mlango. Kilichobaki kwako na kwangu ni kupiga hatua na kutoka katika eneo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anahitaji
tunapoiona njia ya kutokea, tusibaki hapo kujiuliza kwamba nisubiri, labda nitaambiwa nitoke. Unapoona mlango wa kutokea, unapaswa kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchana wa leo nipende kuambia kwamba katika jaribu ambalo linakukabili katika maisha yako, tayari Mungu ameshafanya mlango wa kutokea. Katika changamoto inayoonekana nzito, kuibeba imekuwa ni changamoto, umekuwa ukimwomba Mungu bado inakusumbua, tambua Mungu ameshafanya mlango wa kutokea. Anachohitaji kutoka kwako ni kupiga hatua na kutoka katika eneo hili. Tutaenda katika kitabu kile cha Waamuzi sura ya 16. Waamuzi sura ya 16, tunakutana na mtu mmoja ambaye aliwahi kuwa mwamuzi katika taifa la Israeli. Tufungue hapo kitabu cha Waamuzi sura ya 16, tutaanzia fungu lile la 7. Tutaanzia fungu lile la 6. Lakini wewe mwenyewe kwa wakati wako unaweza ukapitia kuanzia fungu la kwanza. Ukianza katika sura hiyo ya Waamuzi sura ya 16, unakutana na Samsoni ambaye Mungu alimfanya kuwa mnadhiri wake, akampatia jukumu la kuweza kuwaokoa wana wa Israeli dhidi ya vifungo vya Wafilisti. Mungu akampatia Samsoni nguvu nyingi za kupigana na Wafilisti ili awaokoe wana wa Israeli kutoka katika vifungo vya Wafilisti. Na Samsoni toka akiwa mdogo, neno la Mungu linatuambia kwamba wembe haukuwahi kupita katika nini? Katika kichwa chake, hakuwahi kunyolewa nywele zake. Ni wangapi leo ambao toka wamezaliwa hawajawahi